Kwa majina naitwa Pasco Kimboreza, mimi ni mwanafunzi wa Academy ya Wii Technology ambayo inapatikana jijini Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi Beach, Salasala. Sasa toka nimeingia au nimejiunga na Academy hii, kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza hasa katika eneo la upigaji picha pamoja na urekodi au kurekodi video. Tukianza katika eneo la kamera, toka nimejiunga na Academy katika eneo kubwa hili la upigaji picha, nimejifunza kwamba kamera inaundwa na maeneo tofauti, ambapo kuna eneo la lensi, lakini pia kuna eneo la image sensor au kwa jina lingine tunaita film. Lakini pia tuna viewfinder, lakini sambamba na hapo pia tuna body. Katika eneo la upigaji picha kuna vitu vitatu hasa vya kuzingatia katika eneo la setting, sababu ili picha yako iweze kutoka kulingana na ubora ambao unahitaji, inategemea pia na mpangilio au setting ambazo umezifanya kwenye kamera yako. Sasa tuna maeneo makuu matatu ya kufanya setting, mbali na maeneo mengine. Tukiongea sehemu hii hasa tunazingatia eneo la ISO, lakini pia tuna aperture, sambamba na hapo pia tuna shutter. Sasa katika kipengele hiki cha ISO, hii ni kipimo au hiki ni kipimo ambacho kina pima ile nguvu ya mwanga katika kamera, kwa sababu tunazingatia au tunajua kwamba kamera iweze kupiga picha ni lazima iruhusu mwanga uweze kuingia, ambapo pia katika eneo hilo zipo sehemu mbalimbali ambazo za kamera zipo katika hilo swala la kuhusisha mwanga kuweza kuingia kwenye kamera. Sasa ISO inategemea au inawezesha ubora wa picha yako au video kulingana na settings zako ambazo umezifanya. Tuna nyakati tofauti, tuna nyakati za mchana ambapo kuna jua kali, lakini pia tuna wakati mwingine mtu unaweza ukahitaji kupiga picha au kurekodi video katika chumba ambacho kina taa, lakini pia wakati mwingine nyakati za usiku. Sasa kwa kila mazingira kulingana na hizi nyakati, kunakuwa na setting ambazo unaweza kuzifanya kwenye ISO katika kamera yako ili kuhakikisha kwamba picha au video basi inatoka katika ubora ule ambao uliutegemea. Tukiangalia kwa mfano kwa muda wa mchana ambapo bila shaka kuna jua kali, eneo kama hilo ni setting ambazo unaweza kuzifanya katika kamera yako ili uweze kupata picha ambayo iliyo bora au video. Basi ni vyema ukaseti katika range ya kuanzia 100 mpaka 200. Lakini pia kwa nyakati aidha mtu labda ipo kwenye chumba ambacho kuna kata ambapo mwanga wake ni wa kiasi tofauti na mazingira nje ambao muda ambao jua liko kali, katika mazingira hayo unaweza kufanya setting zako za ISO kwa range ya 400 mpaka 800. Lakini pia kuna mwingine yeye anahitaji kupiga picha au kurekodi video usiku ambao bila shaka kunakuwa na giza, mwanga ni mdogo sana. Eneo kama hilo unaweza ukafanya setting zako kwa kuanzia range ile 800 na kuendelea, 3200 na kuendelea. Haya ni maeneo matatu ya kuzingatia sana, ni moja eneo kati ya yale matatu ya kuzingatia sana katika setting zako za kamera. Eneo lingine au eneo la pili ni eneo la aperture. Hapa ni ile shimo ambalo linaruhusu mwanga wako kuingia kwenye kamera ili kuweza kutoa picha kupitia ile film. Sasa aperture pia ina setting zake kulingana na mazingira. Kwa mfano mpiga picha au anayerekodi video anahitaji picha yake kile ambacho anakipiga, ambacho kwa lugha nyingine tunaita object, iweze kutoa na mazingira ya nyuma. Setting zake anaweza akaseti kuanzia 4, 5 na kuendelea. Lakini kuna yule yeye ambaye picha yake ambayo anaipiga anahitaji atoe object tu ile, yale mazingira ya nyuma ambayo tunaita background kwa lugha nyingine, yasitoke au yatoke kwa namna ambayo haonekani
vizuri kama ambavyo inaonekana object katika ile namna ya clear. Kwa namna hii unaweza ukafanya setting zako around 1.8 na 2.5, 2.8 around katika value hiyo. Hilo ni eneo la aperture. Tuna eneo la mwisho ambalo hili ni shutter. Shutter ni ule muda wa kamera kuhusu mwanga kuingia ndani ya kamera. Sasa ile eneo la shutter pia lina settings zake ambazo unaweza kuzifanya. Kwa picha au video ambayo inachukuliwa polepole, basi unaweza ukaseti kwa sekunde 30, ambao kwa kipimo hicho kinaweza kusaidia wewe kuweza kutoa picha yako ambayo ni angavu. Lakini pia iwapo unahitaji kutoa ile labda ni picha au video ya haraka, basi unaweza ukaseti mpaka 1000 kwa sekunde katika ile eneo lako ile la shutter. Sasa hizo ni setting 3 ambazo unaweza kuzifanya zikaweza kukusaidia wewe kuweza kutoa picha yako yenye ubora. Lakini pia naweza nikaongelea baadhi ya vitu vingine. Tuna vitu kama manual focus, lakini pia tuna automatic focus. Katika maeneo haya tuna athari ambazo zinaweza kusababishwa na hivi vitu viwili. Katika kamera, mpigaji picha ana uwezo wa kufanya setting zake mwenyewe kulingana na mazingira, lakini pia kulingana na hali iliyopo kwa muda huo. Sasa manual focus inamsaidia yeye kuweza kupata ubunifu mkubwa wa kupiga picha yake kulingana na mazingira, tofauti na hii auto focus ambayo yenyewe ni kamera yenyewe ina detect kulingana na mazingira na inafanya setting zake automatically. Kwa hiyo tunashauri pia ni vyema kufanya au kutumia hii manual focus, kwa sababu inamsaidia zaidi mpigaji picha kuweza kutengeneza au kupiga picha yake au kutengeneza video yake kwa ubora na kwa ubunifu zaidi kulingana na mazingira, lakini pia kulingana na eneo alilopo kwa wakati huo. Binafsi mimi ni miongoni mwa watu ambao walikuwa na kiu ya kuweza kujua namna ya kupiga picha kwa usahihi, lakini pia sio hilo tu, pia na kurekodi video. Lakini changamoto ilikuwepo katika kujua ni wapi pa kuanzia. Sasa kupita katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa katika upande wa Instagram, niliweza kukutana na baadhi ya shuhuda za watu ambao wamepita katika academy tofauti au zinazofundisha kupiga picha lakini pia kurekodi video. Na baadhi ya shuhuda nilizokutana nazo ni za watu ambao wamepitia katika academy mojawapo ambayo inaitwa WE Technology. Sasa nilishawishika pia kuingia katika kurasa husika ya academy ya WE Technology, na nikaweza kujionea baadhi ya masomo ambayo yanafanyika katika academy hii, na nikaweza kuona vipo vifaa vya kutosha ambao vinawezesha wanafunzi husika kuweza kuvitumia na kuweza kujua namna kupiga picha kwa ubora, lakini pia na kurekodi video. Kwa hiyo niliweza kujiunga na academy hii na nikaweza pia kujionea binafsi kupitia siku hizi chache ambazo pia nimeweza kujiunga, ambao mpaka sasa hivi naendelea na masomo haya. Nawakaribisha sana watu ambao wanawiwa au wana kiu ya kujiunga na sehemu au platform ambazo zinawezesha wao kuweza kupiga picha vizuri na kurekodi video kwa kutumia vifaa sanifu ambavyo vinawezesha. Sasa WE Technology inapatikana jijini Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi Beach, Sawasawa, ambapo unaweza ukapata taarifa mbalimbali za eneo husika kupitia katika kurasa husika, tuweza kuona wahusika na kuweza kuwasiliana nao.